tutaenda na ujumbe wa milele. Tutaenda ulimwenguni na ujumbe wa milele. Na kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 14 inasema, Yesu akasema, na habari hii njema itahubiriwa ulimwenguni mwote kwa kila taifa, ama kwa mataifa yote, kuwa ushuhuda, ili ule mwisho ukaweze kuja. Kwa hivyo wana wa Mungu, tumekuwa tukizungumza kuhusu injili ya milele katika juma hili la siku hizi 5 ama 6 ambazo zimepita, ndio tuweze kuweka kilele siku ya leo tunapofunga makambi rasmi. Na kwa kusudi hilo, siku ya kwanza tukaanza tukichambua injili ni nini. Na sitaki kuanza kuzungumza yale tulizungumza pale. Kwa hivyo siku ya kwanza tukachambua ama tukadivine what is the gospel. Siku ya pili tukazungumza kwamba baada ya injili kuwepo, ambaye ni habari njema ya wokovu kwa kila mtu anayeitika anapofanyiwa wito bila vikwazo, tukazungumza tukasema kwamba dhambi iliingia katika ulimwengu, na tuliona jinsi na namna wale waliokuwa, jinsi dhambi ilivyoingia katika ulimwengu. Na zaidi ya dhambi, Mungu hakumwacha mwanadamu katika giza, katika hiyo vale ya dhambi. Mungu alimtuma mwanaye Yesu ili akaja kuwa upendo wa Mungu unaoleta wokovu kwa mwanadamu. God's redemptive powerful love. Kwamba Mungu akamtuma Yesu kama upendo wa namna ya ajabu, ili mwanadamu aliyeanguka katika dhambi akaweze kuokolewa. Na pia siku iliyokuwa ikafuata tulizungumza kuhusu siku za mwisho ama injili pamoja na matukio ya siku za mwisho. Na pia jana tulizungumza kuhusu kukimbilia ama kukimbisha medali ya imani. Na hayo ndio machache tu kati ya yale tuliyoyafanya. Sijasema yote, na nimesema sitaki kuharibu muda kusema mengi, bali nimefanya kumbukumbu hilo ili uweze kujua ni yapi ambayo tulifanya tukiwa hapa kwa pamoja, kwa wale walioweza kufika. Kwa hivyo ndugu na dada zangu, tunataka kuongea jambo moja ambalo ni la maana sana na limezungumziwa hapa. Mwalimu wa watoto ameleta mahubiri kutoka mahali hapo, na pia kwaya hawa wametoka hapa mbele wamefanya the same. Kwa hivyo kabla tufungue maandiko, naomba tuombe. Baba mtakatifu na Mungu wetu, tunaomba ufungue pamoja nasi maandiko matakatifu muda huu tena. Jinsi umekuwa mwaminifu katika juma hili, tunaomba pia ukaweze kuwa mwaminifu mchana wa siku ya leo, kwa sababu watoto wako wamekuja wakiwa na njaa na kiu kubwa ya kutamani kusikia kutoka katika mdomo wako. Mungu, wewe una mengi mazuri ya kunena nasi, na ndiyo maana tunaomba Bwana umuondoe mtumishi wako mwenye dhambi kwenye madhabahu, usimame umfiche ndani ya utukufu wako, ili sauti yako ya pekee Bwana isikike ikinena pamoja nasi tunapoanza mpaka mwisho. Na utakapofanyia wito Bwana, tukubali pamoja na mbingu kutii wito huo, ili Bwana tuenende kwa niaba ya mbingu na tuwakusanye wengi kwenye mguu wa msalaba wa Kalvari, na mwisho Yesu anaporejea tuingie pamoja katika ufalme wa milele. Tuongoze sasa na hata milele, ni kwa jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Watu wa Mungu, tunaongea kuhusu God's final appeal, wito wa Mungu wa mwisho, na ninaomba msomaji wangu aweze kuwa tayari kunisomea, ili nitakapoanza kuenda haraka kidogo anisaidie, na ndio niweze kuwa sawa, na kwa njia namna hiyo uweze kutembea sawa. So God's appeal to every believer. Wito wa Mungu kwa kila muumini. Wito wa Mungu kwa kila muumini. Nataka tu nichukue mfano katika kitabu cha Mathayo sura ya 25 mstari wake ni wa 14 mpaka 30. Kitabu ni Mathayo sura ya 25 mstari wake ni wa 14 mpaka 30. Na katika
hiyo mistari, katika hayo mafungu tunamuona Yesu akitumia mfano, a parable. Tunamuona Yesu akitumia mfano kujaribu kuleta ujumbe wa maana sana kwa masikio ya wanafunzi wake na watu waliokuwapo hapo alipotoa mfano huu. Na Yesu analeta mfano gani? Anajaribu kuzungumzia swala la kuja kwake mara ya pili na wito ambaye Mungu anafanya kwa watu wake wale wanaoitika, ili waweze kujiandaa wao wenyewe kwa marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili, na pia waweze kutumika kama vyombo kuandaa wengine kwa marejeo ya Yesu mara ya pili. Kwa hivyo Mathayo anatumika kuandika maneno ya Yesu kwetu sisi na kwa wale waliokuwa the immediate church hiyo wakati, kwamba Mungu anafanya wito, alifanya wito hiyo wakati na bado anafanya wito hata siku ya leo, ili tunapomkubali Yesu, Yesu anatuashiria utajiri ulio ndani ya Injili, the treasure, the greatest treasure that is found in the gospel which is in Christ Jesus. Kwamba Mungu anafanya wito, na anapotuita hajaanza kufanya wito leo, ameanza kufanya wito kutoka zamani. Na vile dada wetu ambaye ametuletea sermon ya watoto ametaja hapo awali, amesema kwamba Mungu alifanya wito hata kwa Agano la Kale. Na utaona Mungu akimuita Abrahamu, utaona Mungu akimuita Samueli, utamuona Mungu akimuita Yoshua, utamuona Mungu akimuita Isaya, utamuona Mungu akimuita Jeremiah, utamuona Mungu akifanya wito kwa even Jonah, anamwambia nenda Ninawi ukawahubiri watu wangu. So Mungu amekuwa katika system ya kuita watu wake na kuwatuma waende kwa niaba yake, sio kwa sababu Mungu hawezi kwenda on his behalf, but because anataka mwanadamu aweze kuona uzuri na wema wa upendo wa Mungu katika maisha yake anapoenda kwa niaba ya Mungu. Na ndiyo maana Mathayo anayaweka maneno ya Yesu ya wito kwamba njooni mkaende kwa niaba ya Yesu ulimwenguni mote, mkamtangaze Yesu, na nyinyi mkaweze kuwa watumishi wake mlioitwa na kutumwa, na mkapewa uwezo wa kwenda kwa niaba ya mbingu. Kwa hivyo watu wa Mungu, Yesu anasema njooni nikawatayarishe, na baada ya kututayarisha anatuambia tutaenda kwa niaba yake. Tunapokwenda tunapeleka nini katika ulimwengu? Tunampeleka Yesu, yeye aliye injili ya milele katika ulimwengu. Na ndiyo maana Yesu anapofanya huo wito anaonyesha kwa huu mfano kwamba mtu mmoja ni muite tajiri, alikuwa anataka kwenda safari ya mbali, na akaona badala aende safari ya mbali na mali yake, akaona ni vizuri aweze kuwaita watumwa wake, akaweza kuwakabidhi haya mali yake ili awaachie wakiendelea kuifanyia biashara ama ubadilishaji, ndiye atakaporudi awaite waweze kufanya accountability na yale mali aliyowaachia. Na ndiyo maana Yesu anasema mtu mmoja alitamani kusafiri mbali, akawaita watumwa wake. Wangapi? Watatu. Mmoja akampatia talanta 5, mwingine akampatia talanta 2, mwingine akampatia talanta ngapi? 1. Na baada ya kuwaita, alipowakabidhi hizo talanta, naomba ufuatilie, aliwapa talanta. Mbona yule aliyempatia 5 alimpa 5? Kwa sababu alipomwangalia aliona ana hiyo ability, aliona ana hiyo power ya kuweza kutumia zile talanta 5 zilete zingine 5 labda ama nyingi zaidi. So huyu mkubwa aliangalia kila mmoja wa wale watatu waliowaita, akaona this one has the ability, if I give him 2 he can produce another 2 or more ili waweze kurejesha. What is happening? Kwa hivyo akaangalia the ability of each and every one of them, yani akaangalia uwezo wa kila mmoja wao. Na ndio maana mmoja akampatia 5, mwingine akampatia 2, na mwingine akampa 1. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alitamani kwenda,
lakini asingetamani aende na kila kitu alichokuwa nacho, kwa sababu alijua kinaweza kutumika kuwasaidia hawa waweze kukiweka katika biashara ili kiwasaidie wao kuwa very busy, na namba 2 kiweze kusaidia wale wengine mahali hizo talanta zitakavyotumika siweze kuwasaidia. Na kwa hivyo mmoja akampatia 5, mwingine akampatia 2 na mwingine akaweza kumpatia 1. Lakini inanipendeza watu wa Mungu, yule aliyepewa 5 akaenda akaziweka katika utendakazi. He had to put them into service and ministry. Na baada ya kuziweka katika utendakazi kwa uaminifu, by the way, akaleta zingine 5 juu ya zile 5 alizopewa. Na yule aliyepewa 2 akafanya the same, naye akaziweka katika utendakazi wa kazi wa mkubwa wake ama master wake. Naye mwisho mkubwa wake aliporejea alipata akona 2 zaidi ya zile 2 alizopewa. Lakini mmoja yule aliyepewa 1, yeye akaenda akavukua udongo akazika ile yake 1 katika ule udongo, akamngoja mkubwa wake. He had to wait for his master wakati alipokuja kuwaita, so that they can give an account of the talents which he had to give to them before he went to a far country. Akawaita ili waweze kupeana accountability of how they had to spend the talents while they were alone, kila mtu mahali alipobaki. Naomba nikuambie, yule wa 5 akaja, ndiye aliyekuwa wa kwanza, akamwambia, bwana wangu, ulipokuwa unaondoka ulinipatia talanta 5, lakini angalia nimeziweka katika utumishi, na unaporudi naomba nikupatie talanta zingine 5 juu ya zile 5 ulizoniachia. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mwingine naye akaja, yule wa pili aliyepewa 2, akamwambia, bwana wangu, nakushukuru kwa kunipa talanta na kunitrust kwamba niweze kufanya kwa niaba yako. Ulinipa 2, tazama nimetengeneza zingine 2 juu ya zile 2 ulizonipa, na tazama zote kwa ujumla ni 4. Sasa yule wa mwisho akaja. Alipokuja, nataka wana wa Mungu msikie vile anavyomwambia bwana wake. Hiyo sitaki niseme, but I want you to hear by yourself ni nini ambacho yeye alimwambia bwana wake. Naomba mtu asome, yule wa kusoma sasa asome mstari wa 24. Washiriki wasikie jambo hilo wenyewe, nisilizungumzie mimi sasa. Anasema nini Pastor Joel? Mathayo mtakatifu 25 fungu lake la 24. Pumzi ya Mungu inasema hivi: akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu. Nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu. Nataka usikilize maneno anayoyatumia huyo mtumishi. Nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu. Wavuna usipopanda. Wewe unataka kuvuna mahali ambapo hata hukutamani kupanda. Wakusanya usipotawanya. Wewe unataka kukusanya mahali ambapo hukutawanya. Basi nikaogopa. Nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Baada ya kuogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Akamwambia, tazama, sasa unayo ile talanta iliyo yako ulioniachia. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Wewe ni mtumwa mbaya na mlegevu. Mbaya tu peke yake, wewe ni mlegevu, lesi. Ulijua ya kuwa navuna nisipopanda. Nakusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoa riba. Fedha yangu kwa watoa riba, yani kwa bank. Nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo. Sasa yule mkubwa wake, the master, akamwambia, mnyang'anyeni hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Mpeni huyo aliye nazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa. Kwa maana kila yule aliye na kitu ataongezewa. Na kuongezewa tele. Lakini asiye na kitu, kile alicho nacho atanyang'anywa. Kwa hivyo watu wa Mungu, wachi hapo kwanza, nitakwambia uendelee.
Kwa hivyo watu wa Mungu, huyu master alipokuwa anaondoka aliwaita hawa watatu, na alipowaita aliwatazama, akaona kwamba huyu ability yake ni hii, huyu ability yake ni hii, na huyu ability yake ni hii, na ndiyo maana aliwapa talanta kulingana na ule uwezo aliyouona kwao, na hakuwasukumilia. He did not force them, wala he did not make them to be slaves, but he entrusted them his goods. Kwa hiari aliwaachia hizo vitu zake kama bidhaa zake kwa hiari. Naye alipokuwa anaondoka alienda akawaambia, akawaacha in their freedom. Hakuambia wewe nenda huku na wewe nenda kule, hakuambia wewe nenda kule na wewe njoo hapa, lakini aliwaachia hizo bidhaa akijua kwamba kila mmoja kwa ile ability and power aliona kwao wataenda waiweka katika utendakazi, na hakuwadictate na wala hakuambia when he will come back. Naomba upate hiyo. He didn't tell them exactly when he was to come back. He wanted to see whether each one of them angetumia ability ile aliyoonekana akiwa nayo kuiweka katika utendakazi. Na aliporudi, wawili wao wanampongeza mkubwa wao, lakini mmoja wao anaanza kumtusi mkubwa wake akimuita, nilijua wewe ni mgumu. Na ndiyo maana nataka nikuambie hivi, mtoto wa Mungu uliye hapa, Yesu mkombozi wa ulimwengu, vile ambavyo amekuwa akifanya wito kuwaita watu wake waje, ili sio kwa kuwasukumilia, sio kwa kuwafanya waweze kuwa watumwa, bali mmoja pamoja na yeye anasema, njoo nitakupatia talanta, nikutume uweze kuenda kwa niaba yangu. Akudikteti unaenda wapi, akusukumi lazima ufanye hivi, lakini ile talanta ambayo amekupatia kulingana na ile ability ulio nayo utaiweka katika utendakazi. Lakini nataka uanze kujiuliza as we move by, kwamba wewe utatamani kuwa mtumwa wa namna gani? Yule ambaye anataka kuja kumtusi mkubwa wake akimwambia, nilijua wewe ni mkubwa ulio mgumu, na ndio maana unataka kukusanya mahali ya huku tawanya, unataka kuvuna mahali ya huku panda, na ndio maana utamwambia, talanta ile yako ulionipa moja ndio hii, hata sikuitamani kuiweka katika utendakazi, nilikuogopa nikaenda nikaiweka katika udongo ili iweze kukusubiri unapokuja niweze kukukabidhi. Kwa hivyo wana wa Mungu, nataka uanze kujiuliza kuanzia saa hii as we move by, what kind of a servant will you make as we wait for Jesus to come the second time? For he must come, though he didn't tell us when, but he gave us a hope that he is coming back the second time. Alituahidi kwa hakika kwamba atakuja, hata kama hakutuambia ni lini. Mzee Yesu anarejea mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi yake haiwezi kuwa ya uongo, ahadi yake haiwezi kuwa ya manabii wa uongo wa ulimwengu huu. Ahadi ya Yesu ni ya kweli na ya hakika. Anaporejea, ni talanta zipi alizokupa? Labda ni 2 kama yule wa 2, labda ni 5 kama yule wa 5, labda ni 1 kama yule wa 1. Lakini ombi langu, mbona Yesu anaandika hadithi hii ili iweze kutuzungumzia sisi wa kanisa la Mungu wa kisasa, ndio ujue, ujiulize kama wewe talanta ulio nayo ni moja, umeiweka katika utendakazi wa kazi gani? Ni kazi ya kujenga ama ni kazi ya kubomoa? Ni kazi ya matusi ama ni kazi ya kuweka mibaraka kwa watu wa Mungu? Lakini naomba nikuhakikishie, Yesu anarejea mara ya pili, na anaomba kuja kukusanya talanta zake. Each one of us will give an account of the talents which Christ gave to us. We will give an account of those talents. Lazima tupeane nini? Hesabu, watu wa Mungu. Na ndio maana nataka niseme maneno yafuatayo. Ni mwongozo upi ambaye Yesu anapeana hapa katika huu mfano wa Mathayo sura ya 25. Nataka nikupatie miongozo 9 ambaye Yesu anapeana mahali pale kwa haraka. Mwongozo wa kwanza utaupata katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 5 na mstari wa 10. Andika uende ukajisomee. Unajua hata wewe sina muda. Mwongozo wa kwanza Yesu anapeana katika hiyo ni parable. Mwongozo wa kwanza unasema every believer was created and is to serve God for a purpose. Praise God. Kwamba kila mshiriki aliye hapa, kila muumini ambaye alibatizwa kuingia ndani ya hili kanisa aliweza kufanyiwa wito,
aliumbwa na kufanyiwa wito, na zaidi ya kuumbwa na kufanyiwa wito, aliokolewa kwa kusudi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Aliokolewa na kuumbwa kwa kusudi namna gani fulani. Kwa hivyo wewe nenda ukamuulize Mungu, ulipokuwa unaniumba, ulipokuwa unaniokoa kule msalabani, uliniumba na kuniokoa kwa kusudi lipi katika maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe wazee. Bwana Yesu asifiwe kwenye hii hema. Naomba yule analala mumuamshe kwenda huko juu, amsha yule analala. Mwamshe yule analala jamani, asijaribiwe hata huko juu. Kwa hivyo principle number 1 ni kwamba wewe muulize Mungu, alikuumba kwa sura na umbo yake mwenyewe, na alikuokoa msalabani, wokovu wa gharama, kwa kusudi gani? What was the purpose as to why God had to create you in his personal image and likeness, and he had to die on the cross of Calvary, a painful death for you? For which purpose? Ni kusudi gani? Point number 2, every believer is eligible to be used. Kila muumini, kila mshiriki, yeye yuko mahali ambapo anaweza akatumika mikononi mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So you and me, we are eligible. Wacha niwapatie mfano. Mbona mnaonekana mko very dull? Ni watu wangapi wamewahi kufanya application ya green card ya kwenda Marekani? Marekani kila mtu anataka kwenda jamani. Ni wangapi wamewahi fanya application ya green card ya kwenda Marekani? Ni wangapi wamewahi fanya application ya green card ya kwenda? Kila mtu labda amefanya. Kuna kitu wanasema about the eligibility of you being able to go to the US so that you can become a citizen of the US. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mnafikiria mimi naweza kufungwa hapa juu kweli? Mnafikiria naweza kufungwa huko juu? Nikiona amuniongeleshi ninateremka huko chini. Niko na uwezo, nimepewa uwezo na kanisa hii. Na Mungu amenipatia uwezo. Si kuna kuanga na kitu wanaita eligibility. Ongea. Wewe wacha kunyamaza, ongea. Kuna kitu wanaitanga eligibility. Ya kwenda wapi? Marekani. Ndio maana Yesu anasema katika huo mfano, katika hiyo parable, every one of us, every believer is eligible to be used in the hands of God. Praise God. Kila mshiriki ambaye Mungu amemwita, you are very eligible, my brother, my sister. It will not be like the eligibility ya US kwamba hukupita, na ndio maana wana-apply watu 5,000, mtu mmoja peke yake anachukuliwa ama wawili. Hiyo sio hiyo dada yangu, katika eligibility criteria ya Mungu. Mungu yeye anasema wote wanaokuja kwangu wanafaa, kwa sababu ndani yao nimejenga talanta inaweza kutumika kwa utukufu wa Mungu wetu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiingereza wanasema God is not segregative. Yaani Mungu hachagui kutoka wapi, anatuita sisi wote. Na ndani yako, kwa sababu hachagui, kwa sababu alikuumba katika sura na umbo yake mwenyewe na alikukomboa, ndani yako hachagui. Ni kitu anafanya pale ni kuweka talanta ndani yako itakayotumika kwa sababu ya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. First Peter chapter 2 verse 9. Hiyo inasema nyinyi ni uzao mteule, lakini ninyi taifa teule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu walio milki ya Mungu, mlioitwa ili kutangaza. Bwana Yesu asifiwe. Tulioitwa kufanya nini? Kutangaza sifa za yeye aliyetuita kutoka gizani tukaingia katika nuru yake ya ajabu. Yake imejaa, lakini inafika mahali inakwama. Point number 3 inasema every believer is to be ready at all the time and create time for the work of God. Kila muumini lazima awe tayari kila wakati na aweze kutengeneza muda. Bwana Yesu asifiwe. Make time for your God. Make time so that you can minister to other people. Wengine wanaonanga wainjilisti wa vitabu, wanaona ni kama hawana kitu ambacho wangeweza kufanya. Wanaona ni kana kwamba ni course iliwakosa wangefanya katika university ndio waweze kwenda kuwa wainjilisti wa vitabu. Wengine wanaona wachungaji sisi ni kazi tulikosa, ni mawazo hatukuwa nayo, hekima ndio maana tusisome vizuri kwa mashule. Wanatuonanga ni kama sisi hatukupita kwa secondary. Ndio maana tulienda kutrain kuwa wachungaji tukaweza kutumika mikononi mwa Mungu.
Kuna watu wanaonekana wako very desperate. But I want to tell you, according to Christ, every believer who has been called, every believer who is created in the image and the personal image of God, and who has been saved on the cross, should create time for God. Praise God. Kwa sababu gani utenge muda hata kama mnanyamaza? Because Mungu alikuumba, because is God who is sustaining you, because is God who is supplying everything that you need and you get it every day. Is God who has given you children. Is God who has given you that employment ambayo unajipigia kifua. Ni Mungu amekupa hiyo sura mzuri. Ni Mungu amekupa huo urefu. Ni Mungu amekupatia influence ya kuongea vizuri. Na ndio maana you should create time for God to use you for his own glory. Praise God. Mbona mnakaa mnanyamaza? Watu wa Mungu. Ya nne, every believer is known of God and have been assigned a specific work to do. Hii inaniguza sana. Hata kama utajificha. Hebu nione wale wanapendanga kujificha. Mtu anachaguliwa kanisani, alafu anaanza kusema mimi sina muda. Mtu anachaguliwa kanisani, anasema I'm very busy by the way. Wewe, let me tell you, don't ever tell God you are busy for God. You will never be busy for God. Ukimwambia Mungu kwamba uko very busy, Mungu atakuambia sawa, wacha tuone kama utakuwa busy. Na Mungu atakuweka uwe busy. Aidha kwa kitanda cha hospitali au mahali fulani ndio uweze kujua you will never be busy for your God. So kila mshiriki mahali popote ulipo, wewe jua Mungu anakujua uko wapi. Najua kwamba Mungu ana kitu very specific for you. Praise God. Kwa hivyo tutakaposimama sisi wote, watu wa South B, watu wa Marigoine, watoto, vijana na kila mtu, tutakaposimama, kila mtu ana sehemu yake atakuza katika kujenga ufalme wa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sikiliza. Mtu ambaye anaitwa mzee yule alikuwa anaitwa nani huyo alijenga safina by the way? Nimesahau, mlikumbusha. Nuhu aliitwa ili aweze kujenga safina. Na yeye akawaita watu wengine wote, akawaambia njooni tujenge safina. Kama vile wale watu wangekubali kuja kujenga safina, mmoja angeshika nyundo, mwingine angeleta misumari, mwingine angeleta mbao, na mwingine angesema pigilia hivi, na mwingine angesema tuinue juu, na mwingine angesema tufanye hivi watu wa Mungu. Kama vile Mungu alisema watu wajenge safina, ndivyo vile anatuita leo tujenge safina ya ukombozi wa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Njoo ujenge safina ya ukombozi wa watu wengine. Wacha kumkatalia Mungu. Njoo mwambie Mungu niko tayari kushika nyundo. Mwingine aseme niko tayari kupeana misumari. Mwingine aseme niko tayari kupeana direction. Mwingine aseme niko tayari kuwa na maono. Mwingine aseme hii na ile. Na mwisho kazi ya Mungu itafanyika kwa uzuri na kwa wema wa kila mmoja wetu na kwa ukombozi wetu. Ndio maana anapomuita Yeremia katika kitabu cha Yeremia chapter 1 verse 5 and 6, anamwambia kabla nikuumbe katika tumbo ya mama yako, Yeremia analikujua. Kabla uweze kuwa conceived in your mother's womb, na Yeremia nilikuita na nikakupaka mafuta ili uweze kuwa mjumbe, uweze kuwa nabii wa watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anatujua kila mmoja mahali popote tulipo. Jambo lingine, every believer has something to do for God. Every believer will give an account of himself or herself to God. The book of Romans chapter 1, the book of Romans chapter 14 verse 10 inasema kila mmoja wetu atapeana hesabu ya yale maneno aliyoyafanya akitumia talanta alizopewa pamoja na Mungu wetu. Wewe muulize Mungu, talanta ile ambayo amekupatia umeiweka katika utendakazi wa kazi ya namna kuwaleta wengi katika ufalme ama kuwafukuza watu wa Mungu kutoka katika kanisa la Bwana? Ni kuwaita watu wengine, ni kuwa encourage ama ni kuwavunja moyo? Naomba tuseme kama mtumishi wa Mungu wa Isaya, hata kama sitafika mahali ningependa nitumie maneno yake. Isaya alipoitwa na Mungu, alipomuona Mungu akiwa katika hekalu lake takatifu la mbinguni, Isaya alianza kujililia akasema, mimi mwenye dhambi, mimi nimemuona Mungu mtakatifu. Lakini kwa sababu ya kujililia, Mungu akamuona Isaya na mwisho akamwandaa na kumtakaza. Na alipofanya wito aliuliza, tumtume nani? Isaya alikuwa tayari kusema, nipo hapa Bwana, nitume. Kuna uwezekano ndugu na dada zangu,
unaweza kuwa umezingwa na maisha ya dhambi, umefinyiliwa na mambo fulani katika maisha yako, labda umepoteza tumaini, labda wewe una mgonjwa mahali fulani ambaye anakufanya wewe hata unashindwa kuomba. Lakini kama Isaia, Mungu anafanya wito siku ya leo, baada ya kukuandaa anauliza tumtume nani. Ninaomba tutakapokuwa tunamaliza mkutano huu, useme pamoja na Isaia, useme pamoja na Yeremia, useme pamoja na Joel, useme pamoja na Danieli, useme pamoja na Yusufu, useme pamoja na kila mtu aliyeitikia wito wa Mungu kwamba Bwana, niko tayari kwenda kwa niaba ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mtu atapokea ujira ulio sawasawa na kazi aliyoifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huko nyuma kila mmoja atapokea ujira unaokuwa sawasawa na ile kazi uliyotumia, ile talanta Mungu aliyokupa ukaifanya hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kinani encourage and I will give you a story that will touch this one, kwamba kila mmoja atapewa ujira kulingana na vile kazi yake ilivyo. Sijui ni nini na hapa na hii microphone. Sijui ni nini na hapa na hii microphone. Sikiliza watu wa Mungu, unaposoma kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3 mpaka 5. Pastor leo soma. Pastor soma sasa. 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 5. Inasema nini? 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 5. Soma. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 3 fungu la 5. Inasema 3 mpaka 5. Inasema hivi. Timothy chapter 2 verse 3 to 5. Inasema hivi, hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Bwana wetu Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe. Ambaye hutaka watu wote wakuwe namna gani? Waokolewe. Watu wa Mungu mko hapa? Taifa takatifu la Mungu wa mjambo. Hatujambo. Ambaye yeye anataka watu wangapi waokolewe? Watu wangapi waokolewe? Wewe uko nyuma unahitaji kuokolewa. Yesu angekutakia uweze kuokolewa. Watu wa Mungu huko nyuma na watu wote walio huko mbele, Yesu anawatakia waokolewe, na hata wale watu huko nje kwa ulimwengu, Yesu angewatakia waokolewe. Endelea Pastor. Na kupata kujua yale yaliyo kweli. Kupata kujua yale yaliyo kweli. Endelea fungu la 5. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu. Mwanadamu nani? Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu ni wangapi? Mmoja. Mungu ni mmoja. Na mpatanishi ni wangapi? Ni mmoja. Ambaye ni nani? Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo watu wa Mungu, Mungu anapotufanyia wito, yeye ni Mungu wetu na angependa tuweze kuokolewa. Zaidi ya wokovu wetu, anasema angependa tuweze kujua kweli. Angependa tuweze kujua kweli baada ya kuokolewa. Namba 3, tujue kwamba Mungu ni mmoja. Zaidi ya Mungu kuwa mmoja, tuna mpatanishi mmoja, na yeye ndiye Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hivyo Mungu anatutakia tuokolewe. Asingetaka upotee. He does not want you to get lost. Mungu hataki upotee watu wa Mungu. Anakutakia uokolewe na utambue kwamba Mungu ni mmoja na mpatanishi ni mmoja, naye ndio Kristo Yesu. Na zaidi ya kujua hivyo, ujue ukweli ndani ya Yesu. Na ndio maana Yesu anasema, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by him, Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndimi kweli. Yesu anasema yeye ndiye kweli, njia na uzima wa milele. Hakuna yeyote atakayeenda kwa Baba pasipo kupitia kwa Yesu, kwa sababu yeye ndiye njia, yeye ndiye kweli na yeye ndiye uzima wa milele. Ili tufike kwa Bwana, Yesu ndiye mlango. Ili tufike kwa Bwana, Yesu ndiye njia. Ili tufike kwa Bwana, Yesu ndiye kila kitu katika maisha yetu, wana wa Mungu. Tumishi wa Mungu, naomba usome kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 20. Kitabu ni cha Wakorintho wa pili sura ya 5 fungu lake la 20. Inasema nini?
basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasii kwa vinywa vyetu, kana kwamba Mungu anazii kwa vinywa vyetu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mpatanishwe na Mungu. Yeye aliyejua dhambi, yeye hakujua dhambi, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, yeye asiyejua dhambi alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yako maisha, ili sisi tupate kuwa haki ya ili sisi, mimi na wewe, tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye, ya Mungu katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua kama kuna watu wagumu, tumekuwa tukisema wiki hii ni wasabato ambaye hawezi kusema amina, hata kama point ni kubwa hawezi kusema amina. Anasema kwamba sisi ni ambassadors. Nataka niwaulize, mtu ambaye anakuwa na ambassador kama wa Kenya in a specific country kama Tanzania, Uganda na hizo nchi zingine zote, unafikiria huyo mtu anaenda kutaja nchi yake vibaya ama anaitaja vizuri? Anaitaja vibaya ama anaitaja vizuri? Anaitaja vizuri, si hivyo? Kwa sababu gani? Ametumwa kuwakilisha nchi ya, na sisi tumetumwa kumwakilisha Mungu. Na ndiyo maana kabla ya kutumwa dada wetu Susan, Mungu angependa kufanya upatanisho kati yako wewe na yeye, na hatumii super glue ya ulimwengu, anatumia Yesu kama mpatanishi wa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwamba Mungu anatumia Yesu kama super glue ya upatanisho, na anayepatanishwa na Mungu pamoja na Yesu hawezi kuondoka tena, ila atabaki kuwa tawi ambalo limo ndani ya branch ambaye ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo watu wa Mungu, naomba uone hii kwamba Paulo anakuambia wewe ni mjumbe wa mbinguni, zaidi ya kuwa wajumbe wa ulimwengu hapa. Ukituma kuwa representative wa department wa nini fulani wa company fulani, unafurahi sana kwa sababu unajua utalipwa vizuri. Lakini watu wengine hata wafurahii. Akiitwa Susan kama wewe vile umeitwa hivi kuwa mwinjilisti, wafurahii kupeleka ujumbe kwa niaba ya mbingu. Wanaona hiyo ni kazi tu ya watu hawakusoma, watu hawakupita vizuri madarasani. Wakiona Joel Nyangoka wanamuonea huruma, wanasema Joel, usingefanya kitu kingine kuliko kuwa mchungaji. Hawajui kwamba kama kuna wito mtakatifu ulio na mibaraka, ni wito wa kuitwa uweze kutumika mikononi mwa Mungu, kupeleka ujumbe wa umilele katika ulimwengu, wa umilele katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nimalize nikisema hivi. Naomba usikilize hii kitu, nataka nimalizie. Ukisoma kitabu cha Hesabu, Numbers chapter 10 verse 29, nataka nikuonyeshe inaleta mtu fulani mahali pale ambaye ningependa uweze kumuelewa. Inaleta story ya Moses na mtu ambaye anaitwa Hobab. Story ya Moses na mtu ambaye anaitwa Hobab. Wakati ambapo Moses walitamani kusafiri kwenda jangwani ili wakaende wakajenge mahali pale wakakae pale. Moses alimuita mtu aliyekuwa anaitwa Hobab, akamwambia we are setting out to the place the Lord has given to us, kwamba tunataka tuende mahali pale Mungu ametuamuru tuweze kuenda, lakini hatutaki kuenda tukiwa peke yetu. Tunaomba uweze kuenda nasi Hobab. Come with us and we will do good to you. Njoo nasi na tutakutendea mazuri, because the Lord has promised good for the house of Israel. Praise God. Wakamwambia, Musa akamwambia Hobab, njoo nami twende pamoja na wewe na watu wa Mungu, nyumba ya Israeli, mahali pale Mungu ameapa kutupatia, twende pamoja na wewe. Lakini kwa ufupi, ukisoma hiyo hadithi nasema Hobab alipoitwa mara ya kwanza na Musa mtumishi wa Mungu waweze kusafiri pamoja naye, Hobab hakukubali. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani watu wa Mungu? Kwa sababu gani watu wa Mungu? Nafikiria Hobab hakukubali kwa sababu Hobab alikuwa anajua mahali pale alikuwa anatoka, alikuwa anapapenda zaidi. Sikiliza vizuri hiyo hadithi, watu wa Mungu. Alikuwa anapapenda mahali pale alitoka zaidi ya huu wito ambaye alikuwa anafanyiwa. Namba 2, Hobab hakutaka kung'olewa na mizizi yake kutoka mahali pale alipokuwa nyumbani. Na ndiyo maana akamwambia Musa, hatuwezi kwenda nawe, hatuwezi kwenda pamoja. Ngoja kwanza mimi endeni, kwa sababu mimi I'm not party to the house of Israel. Mimi si mmoja na watu wa nyumba ya Israeli.
Mungu hakuniita na mimi siiti nyumba ya Israeli, enendeni ninyi na Mungu atakuwa pamoja nanyi. Lakini wacha niwaambie watu wa Mungu, Musa hakuacha na wala hakuchoka. Musa tena akarudia mara ya pili, akamwambia Hobabu, kwa sababu wewe mahali tunaenda hii desert ni yako, wewe umekaa hapa sana, kwa hivyo utajua mahali kuna shimo ili tunapotembea tusiingie kwa shimo. Utajua mahali kuna maji, watu wasiingie kwa maji. Utajua mahali kuna wadudu wanaobaiti vibaya ili watu wa Mungu wasipite pale. Wewe hii desert tunaielewa vizuri kuliko sisi na nyumba ya Israeli, kuliko yeye Musa na nyumba ya Israeli. Kwa hivyo akambembeleza, akamwambia, jamani, hata kama ungekataa, wewe njoo tuende pamoja na wewe, njoo nasi na Bwana atakutendea yaliyo makuu. Na ndio inaambiwa kwamba baada ya Musa kufanya wito wa pili, Hobabu akakubali kusafiri na wao na akaitika, akasema, kwa kweli Musa mtumishi wa Mungu umesema vizuri kwamba mimi kwa hii desert nimekaa for a long time, so ninapajua vizuri, hata kama ni mahali mnaweza kuwa attacked na maadui, I know that place and I will tell you so that whenever you reach that place, msipite hapo, mpite kwingine, msiweze kuwa attacked. Ninapajua vizuri. Hobabu akakubali watu wa Mungu na akasafiri pamoja na wana wa Israeli. Akasafiri pamoja na wana wa Israeli, na kwa kweli aliweza kuwaonyesha mahali ambapo walihitaji, kwa sababu alikuwa anapaelewa. Aliwaonyesha kila mahali na watu wa Mungu walienda wakiwa sawa. Ni nini imenifanya nikuambie hiyo story, mtu wa Mungu umeketi hapa siku ya leo? Labda you have a comfort zone in your life. As you are seated here today, friends, uko nyuma, you have your comfort zones. You have somewhere where you do not want even God to uproot you from. Pastor Robert, my brother, we have comfort zones where even when he wants to uproot us, even when God will want to uproot you from your comfort zone, so that he can send you, you are not willing. You will behave like Hobabu. You will begin to tell God and begin to give him excuses of why God has to leave you in that place. You will begin to tell God, I have a family. You will begin to tell God, my wife. You will begin to tell God, my job. You will begin to tell God, my office. You will begin to tell God how learned you are. But God is calling you, my brother, my sister. Don't give an excuse. Usianze kupeana kajisababu. Halo watu wa Mungu. Usianze kupeana visababu. Mungu anapofanya wito, wewe kubali na itika. Wacha kumwambia Mungu umesoma sana. Wewe wacha kuambia Mungu wewe ni mrembo sana. Wacha kuambia Mungu bado vidole vyangu siwezi kutoa rangi. Wacha kuambia Mungu mimi siwezi kutoa wivu wangu. Wewe wacha kuambia Mungu kwamba una mke na watoto ambaye wataweza kukuzuia usiende kufanya kazi ya Mungu. Kubali kama Hobabu. For the second time, when Moses went to ask Hobabu, come with us, Hobabu was willing because he's the one who knew the journey with which watu wa Mungu walikuwa wanaenda. Ni nani wapi wangeweza kuwa attacked? Friends, I want to tell you this. God may have put a talent in you ambaye anajua inaweza kuwa ya msaada mkubwa kwa kanisa lake. Kuna watu usipokuwa kanisani hawawezi okolewa. Kuna watu usipoimba vizuri kwa talanta ya uimbaji hawawezi kumuona Yesu. Kuna watu usipozungumza na kusoma neno vizuri wanaweza wasimuone Yesu katika maisha yao. But friends, whenever you will come and be willing, when God is making the second call, you will be willing to listen to God. I want to tell you, maybe God is going to use you for his glory. Praise God. Ndio tulisema Wasabato ni wagumu kusema amina. Ni wagumu sana. Hata hapo watu hawaoni point. Watu wanaitafuta huko kwa angani huko juu, ikiwa tu hapa chini pamoja na wao. Friends, listen to this. Hatujakuja hapa kubembelezana na watu. Tuambie watu maneno ya Mungu hayashike. Mungu anafanya wito na ndani yako ameweka talanta. Kuna kitu ukifanya vizuri, wewe unaweza kuwavuta wengi waje kwa Yesu. Na ndio Yesu anakuita, si kwa sababu you are so good, si kwa sababu you are so rich than others, si kwa sababu you know more than others know. Friends, it's because of the grace of God
there is sufficient in your life that makes you to be the way you are, mzee. And that is why God is calling you today, so that you can come and in the hands of God you can become a vessel with which God will reach out to other young people who are here. Yesu anawaita, anataka kuwatumia nyinyi muwe vyombo vya kupeleka ujumbe kwa vijana wengine ambao wamefungwa na dhambi na wanapotea. Mpeleke ujumbe prisons, mwambie watu wa Mungu wawe na tumaini. Mpeleke ujumbe hata kwa mashule, mwambie watu wa Mungu wawe na tumaini. Mpeleke ujumbe hata kwa matatu na kwa train kama hii inapitanga hapa kwenu karibu hapa, mwambie wewe Yesu anawapenda. Na Yesu atakaporejea, friends, you are very word in heaven for you. Praise be to God. You are very word. And I want to tell you, whenever God calls you, He will never spend you for free. He loves to make sure that as He spends you, He creates you anew. Anapokutumia hauishi kama sabuni, unaisha kwa maisha ya dhambi, lakini unajengeka kwa maisha ya imani ndani ya Yesu, na unaendelea kuinuliwa kwa sababu ya utukufu wa Mungu wetu. Na ndio maana tunaomba tuseme hivi, watu wa Mungu, mimi pamoja na mchungaji mtumishi wa Mungu Pastor Robert ambaye tumekuwa naye hapa, mimi pamoja na dada wangu Grace, mimi pamoja na dada yangu Jacqueline huyu wa ishara, mimi pamoja na ndugu yangu Kamau ambaye aliondoka jana, pamoja na ndugu Muturi, pamoja na mwingine wale walioondoka jana. Ndugu yangu, naomba nikuambie hivi, tuko hapa kuambia kwamba Yesu anawapenda na kuna talanta ameweka ndani yenu ambazo angependa zitumike vizuri kwa utukufu wa Mungu wetu. Zitumike kwa kuwavuta watu wengi waache kwenye mguu wa msalaba wa Kalvari, mahali ambapo watatoa mizigo yao, mahali ambapo watapanguzwa machozi, mahali ambapo watapata tumaini la umilele, mahali ambapo watamuona Yesu, mahali ambapo watatoa vitu zao zote na wao tayari kwa sababu ya ukombozi wa milele. Watu wa Mungu, how are we finishing now? How are we to finish now? Nataka nikuambie vile ambavyo ningependa uweze kumaliza kwa pamoja. Watu wa Mungu, unaposikiliza vile mambo yanavyoendelea, matukio ya nyakati za mwisho, ugonjwa wa corona, magonjwa magumu, vile watu wengine wanapoteza tumaini, hata wengine wanaua wenzao, maneno unaoyasikia wewe ukiangalia runinga, ni vitu vigani ambavyo unapoviona vinakugusa? Unajiuliza, ulimwengu huu mzee, kama wewe nikuulize, is the current world the same like the current the world when you were born? Siulizi kwa ubaya mzee, unapoangalia ulimwengu wa sasa na ulimwengu wakati ulizaliwa ukiwa kijana mdogo, unafikiria ulimwengu wa sasa unafanana ule ulimwengu wa hiyo wakati? Haufanani. Singoje hata anijibu. Watu wa Mungu, hata nyinyi mnaweza kuwa mashahidi. Hawa watu mko kwa hii hema, hata na nyinyi mnaweza kuwa mashahidi kwa hakika kwamba the current world in which we are living today is not the same like the world 20-30 years back. It was not the same. That one is to tell you kwamba Yesu yuko karibu kurejea mara ya pili. Lakini sikiliza swali kubwa ambalo tunahitaji tujiulize. So if the current world in which we are living today, watu wa Mungu huko nyuma, kama ulimwengu tunamoishi saa hii haufanani miaka 20 ambayo imepita kwenda huko nyuma, swali unalojiuliza, je, tunarudi nyuma ama tunaenda kusonga mbele na Yesu anakaribia mlangoni na kurejea kwake mara ya pili? Kama utajibu hilo swali, sikungoji. Ukisema kwamba kweli Yesu anakaribia mlangoni kurejea, nikuulize, wewe unajenga ufalme wa huyo Yesu anarejea, Madam Susan, or you are demolishing that kingdom of that king who is soon to appear in the clouds of glory? Hallelujah. Watu wa Mungu, wacha niwaambie, hata tunaweza kulia machozi. Unauliza hivi, kama Yesu amekuita, amekuweka ndani ya kanisa, anakuuliza hivi, kama nyakati ambazo tunazoishi saa hii asifanani nyakati za hiyo kitambo, anauliza hivi, wewe na talanta ile Mungu amekupatia, kama wewe ni kijana, kama wewe ni mzee, kama wewe ni mama, anauliza swali hivi, unajenga ufalme wa huyo Yesu, mfalme anayekuja katika utukufu mawinguni hivi karibuni, ama unabomoa na hiyo talanta Yesu aliyokupa? Sikiliza watu wa Mungu, kama unafikiria na kudanganya, it will be very unfortunate like yule mtendakazi huyu aliyepewa talanta moja hakuitumia,
akaizika. Na wewe kwa kututumia talanta yako vizuri, ni kama umeizika na unatamani kuja kumwambia mfalme wa ulimwengu kwamba nilijua wewe ni mtu mgumu, wewe unataka kuvuna, unataka kukusanya kutoka mahali ya hukuweka pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, sikiliza, we are not joking. Usitamani kuja kumwambia Yesu kitu cha namna hiyo, na ndani yako kuna talanta, na Yesu amekupa uhai, Yesu amekutunza. Ni watu wangapi, watu wa Mungu, vile mnavyokaa vizuri hivi, wameenda makaburini kwa sababu ya corona, but you are seated here today. Some of you are not even wearing. Sitaki niongee hapo. Unaona, unafikiria ni kwa ujanja wako, ni kwa sababu wewe ni brown, kwa sababu wewe ni slender kama mimi. Hapana, ni kwa sababu ya neema ya Mungu, ndio maana unaishi. Na ndio maana naomba nirudie hilo swali. Je, unajenga ufalme wa huyo mfalme anayekuja ama unabomoa watu wa Mungu? Kama unabomoa, naomba ufanye mkataba mpya pamoja na Yesu siku ya leo. Make a new agreement with Jesus today. Begin a new journey with him today. Because for him, friends, let me tell you good news. Praise God. He is willing to forgive you. It doesn't matter what kind of life you have lived, my sister. It doesn't matter what is your past record. It doesn't matter what you have done. But what will matter today, my sister, my brothers, you are seated here today, is the commitment, is the new beginning that we want to have with Christ. Praise God. Watu wa Mungu, nataka niwaambie hivi. Katika nchi ya Greece kulikuwa na mfalme, alikuwa na kijana wake, na vijana wa wafalme wanaitwa the prince. Huyo kijana alichukua muda mrefu hakuoa. Sasa wakiwa wana interact na marafiki zake kama mimi tuna interact na Pastor Robert, ananiuliza, Pastor, why are you not married? Marafiki zangu tukipatana na wao wale tulisoma vijana, wanakuuliza, why are you not getting married bwana? You are getting so late, unachelewa kuoa. Sikiliza watu wa Mungu, hatupeanani stories za kufurahisha watu na kuchekesha, tunapeana stories zinaleta point nyumbani. Watu wa Mungu, sikiliza. Wewe kama hukusikia mahubiri sasa, usikia hata hii peke yake. Unasema wewe, mbona hujaoa? Akamwambia, nimechelewa na sitaki kuoa kwa sababu maisha ya kuwa prince ni mazuri na mimi sitaki kuteseka ovyo. Marafiki zake wakamwambia, bwana wewe waacha siasa, wewe oa bwana. Akakubali. Siku moja alipoenda kwa mkutano, kama vile vijana wetu mnaenda katika seminars, congresses za vijana Karura, South Kenya, huko sijui wanaita sijui mnaitanga huko Kisii. Nyanjwa, very good mzee, Mungu akubariki. Wanaenda Nyanjwa. Alafu yule kijana naye akaenda kwa mkutano wa maprincess kama yeye. Akaona msichana pale, msichana mrembo, msichana mzuri. Msichana mrembo wako hapa kweli. Msichana mrembo wako hapa. Akaona msichana mrembo. Sasa toa mawazo yako kwa kicheko sasa kuja nyumbani. Akaona msichana mrembo. Akasema huyu anagusa maisha yangu na ningependa niweze kumwoa. Wakakubaliana. Kumbe huyu msichana naye alikuwa ni princess, alikuwa ni mtoto wa mfalme pia na yeye. Sasa wakapanga wanataka kwenda kuoana. Kwa haraka nimalize hiyo story ndio ikuje nyumbani point. Walipokuwa wanapanga kwenda kuoana, huyu msichana alikuwa ni msabato na huyu kijana alikuwa ni mweusi. Sasa mwisho wakaona hawezi kuoana. Wewe unaona watu wanaweza kuoana wa namna hiyo wawili kweli? Hawangeweza kuoana. Msichana akaambia kijana, ili unioe naomba wewe ukubali kuachana na imani yako, uwe msabato kama mimi, ndio tufanye harusi mbele ya kanisa na tufurahie maisha. Na kijana akasema, kwa sababu nimekupenda. Sikiliza watu wa Mungu, kwa sababu nimekupenda, kuacha imani ni nini? Because I have loved you. Nimekupenda. Kwa hivyo swala la kuacha imani sio swala la kushikilia. Kwa sababu ninakupenda na ninataka kukaa na wewe, nimekubali kuacha imani. Sasa sikiliza watu wa Mungu, bado story imeisha. Kwa sababu hii mtu aweze kufanya harusi hapa na sio wa imani hii, lazima abatizwe kwa maji mengi kama vile Yesu alibatizwa kwa maji mengi na Yohana kule mto Yordani. Sasa sikiliza, watakubali hiyo ceremony ya ubatizo ifanywe, na unaona huyu ni prince ambaye anataka kuwa princess, lakini princess ni wa imani nyingine na yeye ni wa imani nyingine. Walipoenda mtoni kwenda kubatizwa katika the great
Mediterranean Sea. Walikuwa wanaenda kubatizwa katika the Great Mediterranean Sea. Ile mnaona kwa mapu ya the whole world, Akaenda kubatiziwa pale ili ameka history in his life watu wa Mungu. Alipofika pale, unajua princess ama prince anafuatwa na maaskari wanamtunza, wengi wanamfuata. Alikuwa na maaskari 12 ambao walikuwa wanamtunza, na kila mtu akakuja akiwa in uniform, na kila mtu akakuja akiwa na bunduki. Si wanalinda prince. Wakaenda wakamarch kuteremka kwenda kwa the Great Mediterranean Sea ili waende wamchunge abatizwe. Kufika pale ukageuka kwamba nyinyi ili huyu prince aweze kubatizwa lazima tuanze na nyinyi tuwabatize nyinyi, tuwabatize jiji kubatizwe, jiji muweze kubatizwa. Walipofika pale wakaambiwa panga laini, piga mstari, piga foleni. Wakapiga foleni, wakaanza kubatiza one by one, lakini kwa sababu walikuwa na bunduki, ule mkono uliokuwa umeshikilia bunduki ulikuwa unainuliwa juu, kwa sababu bunduki haitaingia kwa maji. Sasa hiyo ceremony ya huo ubatizo, mzee, unataka nikwambie vile ilikuwa name, ikakuwa name kwamba a ceremony of an unbaptized arm. Huo mkono uliokuwa wapi? Juu. Yaani sherehe ya ubatizo ambayo kuna arm haikuweza kubatizwa kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiria tunafanya mzaa hapa? Sikiliza nikwambie. Kuna watu katika mkutano huu. Kuna watu wapi katika mkutano huu? Hawa iwishi ningeruhusiwa nikimbie kwa huko nyuma, lakini sitakimbia. Kuna watu katika mkutano huu ambaye wao wanataka Yesu aguze maisha yao, lakini kuna unbaptized arm wanataka ibaki tu ikiwa pale. Wanamwambia Yesu, kuja ndani yangu, lakini nataka usiguze mahali. Naomba nikuulize dada as you are seated here today. Naomba nikuulize ndugu yangu, my fellow youth. Naomba nikuulize my fellow man who is seated here today. Naomba niulize watu wote wanaosikia maneno haya. Ni nini ambayo unataka kumnyima Yesu asibatize katika maisha yako? Anapokupeleka mtoni kukubatiza, anapopeleka kwenye kaburi kuzika mtu wa kale kama wale waliobatizwa jana. Naomba nikuulize, ni kipi katika maisha yako usingependa Yesu abatize? What is that? Friends, what is that arm that you may not want Jesus to touch in your life? What is that area, mzee, ambayo usingependa Yesu aguse katika maisha yako? What is that as you are seated in this big congregation here, ambayo wewe usingependa? Unamwambia Yesu gusa kila mahali, lakini hapa usiguse. Ni nini hiyo unataka kumkataza Yesu asiguse? Ndio maana mnaimbanga gusa Yesu. Si mnaimbanga huo wimbo, kwani sasa mnanyamazia? Nimewakazilisha kwa nini? Hebu nisaidie kuimba basi, twende. Unajua ndakuita ukuje kuimba hapa peke yako na ujue wimbo. Touch me Yesu, touch me. Oh, touch me Jesus. Touch me, my Savior. Touch me Jesus, touch me. Bwana mlimbi, nimewakasirisha Bwana, mnasema nyinyi hamwezi kugu. Watu wa Mungu, sikiliza niwaambie. Kubali Yesu aguze kila mahali pa maisha yako. Kwa sababu if young people who are seated here today, listen, young people who are seated here today, if Christ is not going to touch the whole of your life, you will never make sense in this world. You will never make sense even in the world to come. You will never make sense anywhere. Why? Because where Christ is not there, that life is senseless. That life is useless. Where Christ is not there, it doesn't matter how learned you may be. It doesn't matter how wise you may be. It doesn't matter how vocal you may be. It doesn't matter how clean and smart you may become as a young person. I want to tell you, the life without Christ, Madam Susan, his life is foolishness. The life without Christ is nothing. The life without Christ is nothing. Mmechoka? Si mmechoka? Naomba niwaachie hapo kwa sababu mmechoka. Niachie tu hapo. Nataka niwaambie story nyingine mzuri. Alafu tumalize tuombe. Si hivyo tu. Niwaambie story nyingine mzuri ya mwisho alafu tumalize tu. Ama wazee namna gani? Sikiliza. Hii ni fupi, hii sio ndefu. Wacha niwaambie watu wa Mungu. There was an evangelist
ambaye alitoka Marekani akiwa kama a missionary kwenda nchi ya South Africa. Huyu missionary alipotumwa kutoka Marekani kwenda South Africa ili aweze kwenda pale apeleke ujumbe wa Yesu. Nikimaliza hii story tunaomba. Kwa hivyo wewe usianze kuniambia masaa. Kwani huko mkiwa kwa mikutano ya machifu huko mnahesabiki masaa? Halafu unakuja wewe kuhesabu masaa hapa tunakaa ukiangalia wote. Sikiliza. Huyu missionary akatoka nchi ya Marekani akaenda South Africa kupeleka ujumbe wa ukombozi wa kizazi cha mwanadamu. Akiwa pale watu wa Mungu, hii story kameisha tu. Akiwa pale akahudumu for how many years? 40 years. Akahudumu miaka ngapi? Miaka 40, 4 na 0 mbele yake. Alipohudumu miaka 40 huko, ikafika wakati huduma yake imeisha, anaritaya. Hata hii kanisa by the way, wachungaji hudumu miaka 40, 40 years in service na wanaruhusiwa kuritaya. Naye akafika wakati wa kuritaya kwa sababu amefanya kazi kwa uaminifu, amechoka, anahitaji kurejea nyumbani kule Marekani mahali alitoka. Hakuna mtu ameona maji mahali anifungulie ninanyongwa. Sikiliza watu wa Mungu. Sasa ikawa wakati ambapo, sikiliza tunamaliza. Unajua story ni mzuri sana. Wakati ambapo anahitaji kurejea nyumbani, sasa ikawa president wa Marekani naye alikuwa ametembea South Africa. Hello? President wa wapi? Marekani. Mahali alifanya nini? Alitoka akawa ametembea wapi? South Africa. Kwa hiyo kifuniko mzee na kuamini. Akawa ametembea wapi? Wewe usipotee njia jamani, usipotee. President wa Marekani hiyo wakati akawa ametembea South Africa. Na akawa naye amemaliza nini mnaita ziara yake, mnaita ziara Akawa amemaliza ziara yake vijana. Unajua nyinyi mmesoma sana, tunaweza tukasahau sisi wazee. Akawa amemaliza ziara yake kwa Marekani ya siku 4. Sasa akawa anatamani kurejea wapi? Marekani. Na yule mtumishi missionary naye hiyo siku ndiye alikuwa anarejea wapi? Nyumbani. Wote wakaingia katika ndege moja wakirejea. Wote wakaingia katika ndege moja wakirejea Marekani. Sasa wakiwa pale, yule mwinjilisti alikuwa na mke wake, walikuwa wamemaliza kazi nzuri ya huduma yao ya miaka 40 wakirejea Marekani, na ndani ya hiyo ndege kuna mahali pa VIP. President wa Marekani naye alikuwa ameketi pale na maaskari wake na wale watu walioenda pamoja naye katika siara. Walipofika katika airport ya kwao kule Marekani, sasa wakiwa wanashuka ndege, kwa sababu ile ndege ilijulikana inabeba rais, watu wakaenda pale, soldiers, watu wananchi walikuwa pale, wale wako karibu na president, wakaanza kumuimbia sifa za kumtukuza na kumfurahia kwa kurejea nyumbani baada ya ziara ya siku 4 peke yake tu katika nchi ya South Africa. Walipokuwa wanamshangilia yule mchungaji, yule mmissionari, watu wa Mungu, sikiliza vile story inaisha vizuri. Yeye alipokuwa anashuka ndege, zamu yake ilipofika, alipokuwa anashuka ndege, wakashuka na mke wake. Mke wake akarudi nyuma kidogo. Yule mwanaume aliposhuka tu chini hivi, yeye hakuona mtu ambaye alifurahia kurejea kwake nyumbani baada ya huduma ya miaka 40 katika nchi ya South Africa. Yeye hakuna mtu alimfurahia kumrejesha, kumkaribisha nyumbani. Lakini president ambaye alienda siku 4 tu, yeye amefurahiwa na kila mtu, na hata runinga zote za nchi zinamuweka ili aweze kuonekana kwamba president amerejea. Lakini mtumishi wa Mungu kaya amehudumu 40 years, amekuwa akimtumikia Mungu kwa uaminifu. Yeye hakuna mtu ambaye alikuwa pale kumshangilia na kumkaribisha, kumfurahia kwamba amefanya kazi nzuri. Huyu mwanaume akasikia vibaya sana. Aliposikia vibaya sana, wacha niwaambie, akarudi ndani mahali pale mke wake alikuwa ameketi, akaketi kando yake. Akamuuliza, unajua nimekuwa frustrated, nimekuwa disappointed. Yaani sisi vile tumekaa South Africa hii miaka yote, hakuna mtu ambaye anakuja kutuambia karibu nyumbani. Hakuna mtu ambaye anakuja kutufurahia na kutukaribisha. Mke wake akamwambia hivi, baada ya kufikiria kwa muda mfupi, akamwambia, hebu funga macho, uzungumze na yule Mungu ambaye umekuwa ukimtumikia, usikie ni nini atakachokuambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Hallelujah. Hallelujah. That the Lord spoke to his man when he closed his eyes and spoke to God, the King of the universe, the King forever, the King who was, who is, and who will forever be, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the one who is faithful, the one who is our God, the one who decided to create us in his personal image and likeness, the one who died on the cross of Calvary, spoke to his man and gave him hope that you are not yet home. Praise God. Hallelujah. Mungu akamwambia, kwa sababu huwezi kushangiliwa mzee, na kujua kwa sababu huwezi kushangiliwa ni kwa sababu you have not yet reached home. Pastor Robert, it is because if people will not say amen to your message, it's not because you are not at home, my brother. Kwa sababu hujafika nyumbani, ndio maana hauwezi kushangiliwa. Na ni nini ambaye Mungu alimwambia? Nyumbani ni mbinguni. Tutakapofika pale, kila mtu, ndugu yangu, kulingana na ile talanta ambayo Mungu amekupatia, ukiitumia vizuri, tutakapofika mbinguni, Yesu will usher us in and he will say, come you faithful servants of the Lord, who used their talents well while they were in the world of sin, who became faithful to stand for their God forever while they were in the world, who became faithful to represent their Redeemer, who became faithful to say hallelujah to their salvation, who became faithful to call other friends of theirs, so that on the foot of the cross of Calvary, there they will sing victory together with their Redeemer, who became faithful to serve in whatever something small you have been given in the church of God. Serve faithfully, because you know that when we will get into heaven, utashangiliwa na sio mtu mmoja, sio Yesu peke yake, na malaika, na kila mmoja atakushangilia. Baada ya huyu mishonari kuambiwa hayo maneno kwa sauti ya upole, alimwambia mke wake, nimetosheka, tuondoke, tushuke ndege tuweze kwenda nyumbani, kwa sababu we are not yet home still for you ushangiliwe. You are not yet home. Haujafika nyumbani my sister, haujafika nyumbani mzee, haujafika, na usitamani kushangiliwa ulimwenguni hapa kama haujafika nyumbani, mahali ambapo Yesu pamoja na malaika pamoja na Mungu watakushangilia kwa kuwa mtumishi mwaminifu uliyefanyiwa wito, ukaitika na ukatumika mikononi mwa Mungu. What is the final appeal of God on his people? Ni kwamba Yesu anasema, njooni kwangu enyi ninyi mliolemewa na mizigo mizito, na kwake Yesu tutapata pumziko ambalo hatuwezi kupata mahali popote. Ni wangapi pamoja nami wangependa kusema pamoja na Yesu kwamba unapofanya wito siku ya leo, tunaomba tuitike na tutakubali kufanya kazi, sio kwa kusukumwa. Tutakubali kufanya kazi kwa makubaliano yale tumefanya pamoja nawe, ili zile talanta ambazo umetupatia Bwana tuziweke katika utendakazi, ili unaporejea Yesu tupatikane tunasimama na watu wengi tuliowakusanya katika ufalme wa Mungu. Na ndio maana Danieli sura ya 12, pasta soma Danieli sura ya 12 mstari wake ni wa kwanza mpaka wa 4. Danieli anazungumza kitu ambacho nakipenda sana, watu wa Mungu. Danieli anazungumza kitu ambacho nakipenda sana. Hebu soma pasta. Danieli 12 fungu la kwanza kuteremka. Danieli 12 fungu la kwanza inasema, wakati huo Mikaeli atasimama. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, asimamaye upande wa wana wa watu wako, watu wa Mungu. Hakutakuwa na wakati wa taabu, na kutakuwa na wakati wa taabu. Upande wake haukuwapo tangu ulipoanza kuwapo taifa, hiyo ambayo haijawahi kuwepo tangu kuanza ulimwengu huu. Na wakati huo watu wako wataokolewa. Na wakati huo Mungu anapeana ahadi, watu wa Danieli wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kile kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kile kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Tena wengi wao walao katika mavumbi ya nchi, wataamka mavumbi, wengine wapate uzima
uzima wa milele, wengine watapata uzima wa milele, wengine aibu ya kudharauliwa milele, wengine walipo kudharauliwa milele zote, na walio na hekima watang'aa, na walio na hekima wakang'aa kama mwangaza wa anga, kama mwangaza wa anga. hao waongozao wengi kutenda kutenda haki, kutenda haki, watang'aa kama nyota milele na milele. Watang'aa. Bwana Yesu asifiwe. Sio maneno ya mtumishi Joel wala Pastor Ongeri. Watang'aa milele zote. Amen. Ni wangapi wangependa baada ya utendakazi wao mzuri hayo maneno Danieli anazungumza yatimie katika maisha yao? Naomba tusimame kwa miguu yetu. Ninajua katika umati huu kuna watu hapa hawakupata nafasi ya kuja kwenye makambi, lakini wanasema Bwana, kama ningalikuwa ningefanyiwa wito na ningaliitika huo wito. Naomba Bwana, kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema, unapotufanyia wito leo, niitike na niende mbele, niaibishe wengine. Saidia watoto jamani, saidia watoto, niende mbele na niaibishe ulimwengu na kumwaibisha shetani wazi wazi mchana wa siku ya leo, ili Yesu anapowaandaa watu wake na mimi naweza kuangaliwa kwa sababu ya uzima. Labda huko hapa hujabatizwa na huko hapa tukufanyia wito hivi katikati, lakini huko hapa leo unasema Yesu, kwa sababu nimeona sitaki nizungumziwe zaidi, naomba nikubali nijitoe kwako, ili nafasi ambayo unapeana na mimi niweze kuitumia vizuri kwa utukufu wa jina lako kwa baraka ya maisha yangu. Kama uko inua tu mkono, mwaibie shetani wazi wazi mchana wa siku ya leo. Hivi watea, unahitaji ubatizo, unaomba Yesu, naomba niangaliwe na mimi nibatizo. Kama huko usikubali kukuite kwa muda mrefu, ndugu na dada yangu, inua tu mkono juu. Usikubali kukuite kwa muda mrefu. Kuna mtu tunamwona mahali hatutaki kufungia hiyo, kwa sababu sisi hakuna mlango tunaweza kufunga. Yesu ndiye ana mlango ambaye akifungua kwa kila mmoja wetu tunaweza tukaingia, na kama hatuwezi ingia kiamua kufunga, baada ya muda kuisha ataufunga huo mlango, na usingependa ufungiwe nje. Huyo Yesu ambaye umesikia akitaja mahali hapa, usingependa ufungiwe nje, ungependa kusema Yesu najitoa wazi wazi siku ya leo, ili na mimi niangalie kwa sababu ya uzima wa milele. Kuna mtu mnaona ameinua mkono mahali, kwa sababu sisi wachungaji tunaambia tusifungie watu wa Mungu nje. Ukiona mtu amesimama kando na wewe na ameinua mkono, msaidie akuje mbele. Anyone? Hakuna. Katikati ya umati huu, hebu nione watu wamebatizwa katika kanisa hili na majina yao ya katika orodha ya kanisa, na wanasema wazi kwamba Bwana, tunaomba ufanye maagano mapya pamoja nasi siku ya leo. Wewe umebatizwa, jina lako katika rejista ya kanisa, na umeona mahali labda umelemewa, ungependa Yesu aweze kufanya agano jipya pamoja nawe siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Inua mkono kama wewe umebatizwa, hata kama jina lako haliwezi kuwa hapa, maana tunaweza lisiwe hapa, lakini jina lako katika rejista ya kanisa mahali fulani, na unasema Mungu aanze safari mpya pamoja nawe siku ya leo. Mungu wetu awabariki sana. Weka mkono yenu chini. Labda wewe umebatizwa kwa njia moja ama nyingine, ukarejea nyuma na unaomba kuanza safari mpya pamoja na Yesu. Labda ukawaini mpangilio wa kanisa, labda ukalemewa ukaenda ukaanza kunywa kileo, labda ukalemewa ukaenda kufanya vitu ambavyo haviambatani na mpangilio wa kanisa hili, na huko hapa unasema Yesu, unapowarejesha watu wako nyumbani, nami naomba kuweza kurejea nyumbani.
anyone of that kind? Mtu yote wa namna hiyo? Ndio watu wanaona aibu. Asante sana ndugu yangu. Naona wewe ni brother na sister. Mungu wetu akubariki. Hebu nione kama kuna mwingine ambaye anaomba Yesu anapowarejesha watu wake nyumbani na anaweza kurejea nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mkono mwingine ninaona mmoja ni dada, mwingine ni ndugu. Kuna mwingine mahali fulani? Kuna mwingine mahali fulani? Hakuna. Naomba ninyi kama mnaweza tembeeni kuja hapa mbele kuwakaribisha na kuomba pamoja nami kwa njia ya pekee. Mwisho nataka nimalizie hili. Kuna washiriki tumebatizwa, lakini tuko hapa hatushiriki katika Pasaka ya Bwana, meza ya Bwana. Kama unajua uko hapa, lakini unajua kweli wengine wanaporudi nyuma kula Pasaka, wanapobaki nyuma kula Pasaka, wao haushiriki katika Pasaka ya Bwana. Labda una mtu mmekosana na yeye na unaona sio vizuri, or anything ambayo unaweza kuwa unajua. Kuna mmoja wawili ambaye wanasema hatushiriki katika Pasaka ya Bwana, kitu naomba kuanzia leo kushiriki katika Pasaka ya Bwana itakapokuwepo. Kuna watu wa namna hiyo? Anyone? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wa namna hao wamekuja hapa mbele. Mungu wetu awabariki sana. Inua mikono yenu juu tuwaone. Mungu wetu awabariki sana. Usimwogope mwanadamu, hakuna kitu atakufanyia. Yesu tu peke yake ndiye anakuelewa vizuri, na yeye ndio ukombozi, yeye ndio tumaini la maisha yako. Mungu awabariki. Naomba pia nanyi mtembea tu kuja hapa mbele. Tembea, kwa sababu ni very few of you. Just come. Hakikisha ulimwengu njoo. Bwana Yesu awabariki. Mungu awabariki sana my sister. Thank you so much kwa kumwaibisha shetani. Asante. Njooni watu wa Mungu, njoo uombewe. Njoo uweze kuwa committed to the hands of God who is faithful, who knows you. Asante sana watu wa Mungu, njoo. Usione ni vibaya kuja mbele, njoo. Kwa sababu nikikosa kukufanyia ule wito na urudi nyumbani baada ya matano ukiwa na ule mzigo, hauwezi furahia. Watu wa Mungu, njoo. We've created such a kind of an opportunity for you. Just come. Come my brother, my sister, just come. Come. Wacha watu wahesabu tumemaliza muda, lakini naomba nikuambie ule mlango Yesu amefungua. Asingependa hata mtu mmoja aweze kupotea. Njoo, if you are there, just come. We can create an opportunity for you because Christ has created such kind of opportunity for you, my brother, my sister. And you can come. Come. Njoo. Kama uko mahali pale. Asante kwa wale wanakuja. Hatutaki kufungia mtu yote nje. Njoo na Mungu wetu aweze kuwabariki. Njoo. Kwa sababu nimetumia hii microphone sana, naomba mtengeneze ingine. Mpatie mtumishi wa Mungu Pastor Robert akaweza kutuweka kwenye mikono ya Mungu. Peana microphone kwa Pastor Robert. Peana microphone kwa Pastor Robert. Peana microphone kwa Pastor Robert. Mungu akubariki mpiga kinanda. Mungu akubariki sana mpiga kinanda, hata kama sikuoni. Mungu akubariki sana. Watu wa Mungu, nataka nimalizie hapo kwa kusema Biblia inasema, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona, na hata wale waliomchoma mkuki watamuona Yesu akija. Huyo ndio mfalme wa ulimwengu tunayemsubiri. Ni ombi langu kwamba jina lako linatiwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo, ili Yesu anapokuja usiaibike, usiambie milima ikuangukie kusubiri kutoka kwa utukufu wa mwana wa Mungu, bali ufurahie na kusema huyu ni mfalme wetu ambaye tumemngoja siku zote za miaka yetu, na tuingie pamoja, tuketi pamoja na Yesu katika ufalme wa milele, mahali tutakuwa milele zote. Watu wa Mungu, Mungu wetu aweze kuwabariki. Mungu aanze safari mpya pamoja nanyi na waandae kwa sababu ya ufalme wake. Mungu awabariki. Mtumishi wa Mungu Pastor Robert, tuweke katika mikono ya Mungu. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu, asante kwa sababu ya mibaraka yako ya mchana huu. Tunasimama mbele yako kwa sababu ya upendo wako, ndio maana umeruhusu kila mmoja wetu kuweza kusimama hapa.
ya kipekee sana naomba msamaha wa dhambi. Naomba kuwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe mwenyewe unatusamehe na umeweza kutusamehe siku mingi, na hata jinsi tumesimama hapa siku ya leo, tusamehe makosa yetu na tuweze kukubalika mbele yako. Asante sana kwa sababu ya mama na baba ambao wametembea, na hata mtoto akiwa mkononi mwao hajaweza kuwazuia kuja mbeleni mwako. Mwenyezi Mungu, ninaomba mibaraka ya kipekee kwao. Ikiwa ni familia ya mzee na mama ambao wamekuja, naomba mibaraka ya kipekee sana katika familia hii. Tembee pamoja nao, usimame na wao na waone mkono wako katika hata utumishi wako katika kanisa lako, na uandae kwa kuweza kubatizwa kwa njia ya kipekee sana kwa maji mengi. Naomba wengine wengi wamekuja, kikundi ambacho mchungaji ameita kwa njia ya kipekee sana kupitia kwa Roho Mtakatifu ambaye amenena naye. Mwenyezi Mungu, ulituahidi na ukatuomba kuwa sisi wote shiriki meza yako hadi unaporudi mara ya pili. Wako na changamoto zao binafsi, zingine hawezi kuambia binadamu, zingine hata mimi mchungaji na mchungaji mwenzangu hatuwezi kujua, lakini wewe mwenyewe unajua. Na siku ya leo wameziweka hadharani. Mwenyezi Mungu, naomba kuwa kwa kuweza kuziweka hadharani, kutembea kuja hapa mbele, unathibitisha kuwa kuna kitu rohoni mwao ambacho kimekuwa kizuizi